economy. One, a visit of the Dutch king or of the Dutch monarch to Kenya. Two, ni about education ya CBC yenye mwenzangu ameongelea hapa. Nataka tu kuguzia kidogo. Alafu the third thing ni nataka kuaddress hii issue yenye inaendelea sasa hivi, fixing the nation, yenye our national media wanafanya na how it affects the state of the economy of the common mwananchi. So I'll start with the visit of a Dutch king. Nilikuwa nataka kusema hivi. One, there are 3 MOUs yenye imesainiwa leo ama zimesainiwa because of his visit. One, inaongelea trade. 2, inaongelea mambo na tourism. Alafu 3, inaongelea issue ya the IMF, International Monetary Fund. Concerning the trade, I want to address the Dutch king that tunamthank for visiting Kenya, but a lot of our Kenyans wenye wana work kwa Naivasha flower farm that he visited wanakufa because of the toxic chemicals zenye zinatumika kwa kunacha zile flowers. He must address this before he leaves this nation. People are dying just to protect what they want. That flowers zenye zinakuwa exported outside this country, hata zenye tuna consume locally, haiwezi fikia ile standard yenye hao wanapata. And he must address wale wafanyikazi wenye wako pale venye alitembea huko. Yeye amewasikiza kweli ama amepata vile wale majamaa wanakufa because of toxic chemicals, na ni njia gani anaweza saidia wale wafanyikazi wenye wako pale because lifespan yao imereduce kwa daily consumption ya zile chemicals. The second thing yenye nataka kuaddress the Dutch king is that when he came, aliandika that he wants to meet the Gen Z. But I'm surprised that today the Gen Zs wenye aliwa meet ni youth leaders wa political parties. Sasa najiuliza, are those youth leaders were also the same people wenye tulikuwa tumeenda nao pale street, the likes of Rex Masai wakifa? Are they the same people? Ama ni flower girls wamepelekwa pale to petition issues za Kenyans? Kenyans wana suffer a lot, that in fact kila youth wenye walikuwa kwa street, hakuna wale figures wenye nilikuwa nawajua pale kwa street wenye leo wamekuwa wakimit the Dutch king. Na ni proposals gani zenye walipeleka pale? Tukiangalia the current state ya economy ya Kenya, a lot of youth saizi wana engage in drugs kwa sababu government imekata kuleta nini, kuleta state of the economy. One, ni a visit of the Dutch king or of the Dutch monarch to Kenya. Two, ni about education ya CBC yenye mwenzangu ameongelea hapa. Nataka tu kuguzia kidogo. Alafu the third thing ni nataka kuaddress hii issue yenye inaendelea sasa hivi, fixing the nation, yenye our national media wanafanya na how it affects the state of the economy of the common mwananchi. So I'll start with the visit of a Dutch king. Nilikuwa nataka kusema hivi. One, there are 3 MOUs yenye imesainiwa leo ama zimesainiwa because of his visit. One, inaongelea trade. 2, inaongelea mambo na
tourism. Alafu 3 inaongelea issue ya the IMF, International Monetary Funds. Concerning the trade, I want to address the Dutch King that tunamthank for visiting Kenya, but a lot of our Kenyans wenye wana work kwa Naivasha flower farm that he visited wanakufa because of the toxic chemicals zenye zinatumika kwa kunacha zile flowers. He must address this before he leaves this nation. People are dying just to protect what they want. That flowers zenye zinakuwa exported outside this country, hata zenye tuna consume locally, haiwezi fikia ile standard yenye hao wanapata. And he must address wale wafanyikazi wenye wako pale venye alitembea huko. Yeye amewasikiza kweli ama amepata vile wale majamaa wanakufa because of toxic chemical, na ni njia gani anaweza saidia wale wafanyikazi wenye wako pale because lifespan yao imereduce kwa daily consumption ya za zile chemical. The second thing yenye nataka ku address the Dutch King is that when he came, aliandika that he wants to meet the Gen Z. But I'm surprised that today the Gen Zs wenye wako aliwamit ni youth leaders wa political parties. Sasa najiuliza, are those youth leaders were also the same people wenye tulikuwa tumeenda nao pale street, the likes of Rex Masai wakifa? Are they the same people? Ama ni flower girls wamepelekwa pale to petition issues za Kenyans? Kenyans wana suffer a lot, that in fact kila youth wenye walikuwa kwa street, hakuna wale figures wenye nilikuwa nawajua pale kwa street wenye leo wamekuwa wakimit the Dutch King. Na ni proposals gani zenye walipeleka pale? Tukiangalia the current state ya economy ya Kenya, a lot of youth saizi wana engage in drugs kwa sababu government imekata kuleta nini, kuleta they can do for them to have money. So hiyo kitu yenye wame exchange with what they can do to get money ni kuleta drugs. Are we concerned citizen aware that kuna cartel ambaye ana run a meth industry yenye inatengeneza illegal drugs hapa Kenya? Na ni government imepatiana license. I want to tell the Dutch King that the government that he came to visit are murdering young Kenyans. Watu wana smoke vape everywhere. 75% ya youth wenye wako saizi, everybody ni addict wa nicotine. Sasa ata address aje wale watu wenye amekuja kwa address wanajita Gen Z na wana smoke vape? Anafaa kwanza aulize president, yeye direction yake na youth wa Kenya ni wapi? The only thing the president is doing, if not abducting us, is killing us, is giving us drugs as a dividend to jobs. Hatuna jobs. The only thing the government wanafanya ni smuggle in drugs ili youth walewe, wasielewe ni nini inaendelea kwa serikali. These are the things we need to address. The Dutch King must not leave this country kama haja address hizo vitu. Nikimalizia speaker, ni issue ya education. Nataka kuambia ule the Economist mwenye ametoka saizi that angalia the Kenya Gazette that 18th iliandika vizuri kuhusu CBC. Kenya ija throw away mathematics. Kenya imesema that the only people who are taking math as an option ni watu wenye wanafanya nini? Wanafanya hizi social education, kama hizi wanafanya social education yenye hawahitaji math. But from grade 1 to grade 9
math is compulsory for everybody. So as I finish, I want to talk about the issue IMF na the way it may affect Kenya. Nataka kuambia the Dutch King, Kenyans are tired with IMF. Kindly please, we know that you told the president that we are exposed without the IMF. Namwambia, Kenyans are tired of this IMF. Nyinyi mnakuja hapa, mnachukua minerals zetu, mnatupatia deni, alafu hiyo deni pia mnataka tulipe na minerals mnaenda na at a throwaway price. The Dutch King, you must not leave this country minus addressing Kenyans on this issue.